Kauli hiyo imetolewa wakati wa kikao cha bodi ya barabara mkoa, ambapo hoja ya ujenzi wa daraja la Mto Malagarasi iliibuka mara baada ya kutolewa kwa taarifa ya mradi huo kukosa mkopo wa ujenzi wake. Awali akizungumzia changamoto za wananchi kutokana na mto huo, mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Nuru Kashakari na mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani wanasema wajawazito wengi wanapoteza maisha wakisubiri kuvuka. Na mama wanakufa sana wanapokwenda hospitali kwenda kujifungua, wakifika kwenye vituo vyao vya afya wanaambiwa damu hakuna, lakini upasuaji unaotakiwa ni mkubwa, wanatakiwa kuletwa Maweni. Wakifika saa 6 za usiku, wakifika pale Pantoni wanakuta Pantoni haipo. Kwa hiyo ile mama anafia pale, na nina takwimu ya kina mama waliokwisha kufia pale. Sisi kama serikali mna mikakati gani sasa ya kuweza kuhakikisha tulichukulie hili daraja kama dharura? Na mimi niombe kama kuna fedha ya aina yoyote, ima kama kuna mipango ya kukarabati ile barabara, hizo barabara mngeacha kwanza kukatujengea daraja. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa jimbo la Kigoma Kusini, na ukiangalia vyanzo vya mapato vya halmashauri ya wilaya ya Uvinza 99% vinatoka kusini, lakini cha ajabu wananchi hata barabara hawana. Wananchi wana matumaini makubwa na serikali yetu, na mama pia aliahidi pale katika mkutano wake kwamba kati ya miradi ambayo itaangaliwa katika wilaya yetu ya Uvinza ni pamoja na hii. Akitolea ufafanuzi wa hoja hiyo, kaimu meneja TANROADS Mhandisi Chora Kimata anasema kwa sasa ujenzi wa daraja hilo ni changamoto mara baada ya kukosa vigezo vya kupata mkopo wa kutekeleza ujenzi wa daraja hilo. Daraja lile lijengwe milioni 24 katika kutekeleza. Kwa hiyo kwenye maombi yetu tuliyopeleka waliopokea kwenye hatua za awali ilikuwa ni milioni 24. Na tunaona kwa vigezo hivyo tunastahili. Sasa walikwenda kubadilika kusema kwamba kuwa na daraja eneo hilo kutoka kwa kufikia. Kwa hiyo naomba kwa kikao hiki na kwa pamoja tuombe kwa nguvu hiyo aliyokuelekeza Mheshimiwa Mbunge kwa serikali kwamba hata kama tumekosa mkopo kwa watu wa benki, hata njia nyingine kupata. Katika kikao hicho pia wajumbe walishauri serikali kuendelea kutoa fedha za ujenzi wa miundombinu ya barabara, ikiwa mkoa wa Kigoma ni kitovu kikuu cha kibiashara. Miundombinu ambayo mimi naamini kabisa kama tutaiboresha ikaenda kwenye kiwango cha lami ikakamilika, hata hawa vijana wanaolalamika ajira kwa namna moja ama nyingine watapata ajira, kwa sababu wenzetu wa Kongo warudi, inaweza ikawa rahisi hata kuja kuinvest vitu mbalimbali kwa sababu miundombinu ni mizuri. Sasa mimi nilitaka kujua, cha kwanza, tuna barabara ya kuanzia Mbango Chakele mpaka Kagunga. Kagunga tuna soko ambalo tunakwenda kulikamilisha. Kagunga tuna bandari ndogo ambayo inakwenda kukamilika. Tafsiri yake ni kwamba soko likikamilika, bandari ikikamilika, mwingiliano wa wenzetu kutoka Kongo na Burundi na hata wengine wa mikoa ya Tanzania utakuwa ni mkubwa. Kwa lugha nyingine ni kwamba endapo tutakamilisha barabara hii, hata mapato ya jimbo yataongezeka. Wenzetu wa Kichina kila wanapokabidhiwa site, wanapokwenda kuchimba wanakuwa na plani ya kufukia haya mashimo, lakini ukweli ni kwamba hawatekelezi plani ya hewa. Hapa mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anatoa maelekezo kwa wataalamu wanaosimamia utekelezaji wa miundombinu ya barabara. Natoa wito kwa TANROADS na TARURA kuongeza ubunifu katika kutafuta suluhu endelevu, ikiwemo matumizi ya teknolojia rafiki na gharama nafuu katika ujenzi na matengenezo ya barabara, pamoja na kuimarisha mifumo ya ukaguzi wa barabara mara kwa mara. Aidha, ni muhimu kuendelea kushirikisha wananchi katika kulinda miundombinu hii. Elimu itolewe kuhusu madhara ya kuharibu miundombinu ya barabara, ikiwa ni pamoja na kupitisha mifugo hovyo.